Huu mzigo unamuelezea kaka mmoja anaitwa Kennedy, na kijana anajihusisha na kazi za ubunifu wa mavazi na michoro mjini. Mnyamwezi huyu, si unajua noma. Alikuwa na kidani chenye picha ya binti ambaye mara nyingi alikuwa anakiangalia sana. Hapa kutakuwa kuna kitu tutakipata basi, haina noma. Huyu binti hapa anaitwa Dumpe, ni mfanyakazi wa ndani aliyekuja kumuita Kennedy kwenda kupata chakula. Kennedy alimjibu kwamba atangulie, yeye anakuja. Dumpe alirudi kwa ajili wake. Huyu jamaa hapa anaitwa Collins na huyu hapa ni mke wake anaitwa Edina. Edina alikasirika sana na kumwambia Dumpe akamuite tena, kwani hakupenda kumsubiri Kennedy huku chakula kikipoa. Hatimaye Kennedy alikuja bana, bi mkubwa anawaka huyu. Alikuja akasema alikuwa anaandaa presentation yake. Basi bana akasogea mezani na kupiga msosi na maisha yaliendelea. Noma. Okay sawa, basi tuondoke. Upande wa pili kuna dada anaitwa Victoria. Leo Victoria alikuwa na furaha kubwa na alimuita rafiki yake anaitwa Betty kumweleza kwamba sasa anasimamia miradi na kampuni zote za baba yake. Okay sawa, Betty alifurahi na kumwambia sasa unaweza kusafiri kwenda Marekani bila shida yoyote shoga yangu. Victoria akasema sasa ni wakati wa kufurahia maisha bila kikomo, ni mwendo wa kunenepa tu hapa. Basi sawa. Leo Kennedy aliamka kufanya mazoezi ya kukimbia ili kuweka mwili sawa. Baada ya kumaliza alirudi nyumbani na kumpa salamu kaka yake. Collins alimuuliza kama yupo tayari kwa ajili ya kuwasilisha kazi zake. Kennedy alimjibu nimejiandaa vizuri sana na na imani atapenda. Okay sawa, tunaenda sawa Okay noma. Saa 4 Kennedy alikwenda kukutana na Mr. Benson kwa ajili ya kuwasilisha grafiki zake, lakini alikuta amekaribishwa na Victoria. Alimuuliza nilikuwa nimekuja kukutana na Mr. Benson. Victoria alimwambia huyu ni baba yangu. Baada ya kutambulishana pale, Victoria alisema wanahitaji mtu wa graphics and design anayefaa kwa ubunifu wa kipekee, maana ni kampuni kubwa hii. Kennedy alisema anaweza kufanya graphics and design na pia kuchora. Victoria alipenda sana kazi za Kennedy na alitamani amchukue yawe msanifu wa kampuni yao. Okay basi sawa. Kennedy aliporudi nyumbani alimjulisha kaka yake Collins kilichotokea. Alimwambia kuwa kukutana na Mr. Benson kama alivyotarajia, bali alikutana na binti yake Victoria ambaye alimwambia aandae graphics and design zenye ubunifu ili aweze kumlipa. Collins alimpongeza kwa kazi nzuri na kusema hongera sana dogo langu, nimependa presentation yako. Kennedy akamwambia kaka, naenda ndani kutengeneza graphic kali zaidi, basi tutaonana baadaye mida fulani. Naomba nikuibia siri kidogo. Usichokijua, Dumpe licha ya kufanya kazi za ndani alikuwa pia ni mwandishi mzuri wa vitabu, yani kama Joel Ndauka, akiandika mara tu alipokuwa na muda. Wakati huo huo, kama kawaida ya Kennedy, asubuhi alifanya mazoezi ya kukimbia. Leo ilikuwa siku ya bahati kwake, kwani alikutana na Victoria. Unajua Victoria? Victoria alimuuliza Kennedy anakaa wapi, naye akajibu kuwa anakaa nyumba 16. Victoria akafurahi sana na kumwambia mimi nakaa nyumba ile pale namba 14 tu, ni hapa na hapa. Nimefurahi sana kukutana na wewe. Pia alimkumbusha Kennedy kuja kumuonyesha grafiki zake, na Kennedy alimhakikishia asijali, zitakuwa sawa. Okay fine, sawa, tuachane nao hao, tuje upande wa pili. Basi bana, leo Victoria alikuwa amekaa, mara ghafla tu akatokea Morris. Victoria akamuuliza Morris, umefuata nini hapa? Morris akasema, nimekuja tuongee, turudishe upendo wetu kama zamani bibie. Victoria alikataa na kuondoka, lakini Betty akatokea kumomba Morris. Morris akaomba msaada kutoka kwa Betty ili aongee na Victoria, akidai kuwa bado anampenda sana Victoria. Betty akamfuata Victoria na kumuomba akakubali kuongea naye, na baada ya ushawishi huo Victoria alikubali bana. Tunajua mashoga ni watu walioivana hapa na hapa. Baada ya ushawishi mkali, Victoria alikwenda kwa Morris na kumuuliza, vipi kuhusu yule mwanamke niliyekuona naye? Morris akasema, yule hakuwa mpenzi wangu, tulikutana kwa ajili ya kazi tu, na ahidi sitokusaliti tena, tafadhali nisamehe. Victoria akajibu, nitaanza kukuchunguza, sitaki kukuona na mwanamke mwingine. Huu sio kama Zuchu huyu jamani. Okay sawa. Leo Victoria na Betty walikuwa wanaangalia graphics za Kennedy na walizipenda sana. Victoria akamwambia Betty, ngoja nimtafute Kennedy nimwalike chakula cha mchana. Muda mfupi baadaye Kennedy alitikia wito na kuja kumsikiliza Victoria. So baada ya mchizi kuja home, Victoria akasema, tunaweza kupiga story. Kennedy ni nani apinge bana? Kennedy akakubali na kumuuliza, vipi kuhusu historia yako ya shule? Victoria akakumbuka wakati alipokuwa katika shule ya sekondari ya DC, akimuelezea kijana aliyemvunja moyo. Kennedy alishtuka, alikumbuka kuwa naye alisoma hapo na waligundua walikuwa wanafahamiana bana. Umeona mziki ulivyokuwa mtamu Okay sawa. Okay fine. Kennedy alitoa kidani na kumuuliza,
Je, huyu ni wewe? Victoria alishtuka akishangaa jinsi Kennedy alivyoweza kutunza kidani hicho kwa muda wote. So kumbe demo alikuwa anamtafuta ndo huyo au? Okay sawa, tuendelee tutajua. Wakiwa wanaangalia, Betty alileta simu kwa Victoria na kusema boyfriend wako anakupigia simu. Kennedy alifurahi kumpata mtu aliyekuwa anamtafuta kwa muda mrefu. So kumbe bibi aliyekuwa anatafutwa na Kennedy ni huyu bana. Sijui yuko sawa, tuondoke. Kennedy alirudi nyumbani akiwa na furaha sana. Alimwambia kaka yake Collins kuhusu mwanamke aliyekuwa anamtafuta ambaye ni mteja wake wa graphic and design. Alimueleza Collins kuwa nyumba yake iko karibu, lakini aliongezea kuwa yule mwanamke ana boyfriend. Collins alicheka na kusema umechelewa, na Kennedy alijitetea kwa kusema kuwa yule ni boyfriend tu, sio mume. Okay sawa, asubuhi Kennedy alitoka mapema nyumbani na Dompe alimuuliza, "Mbona mapema sana?" Kennedy alijibu kwa kusema wataonana baadaye, sasa hivi hana muda kabisa. Alipofika nyumbani kwa Victoria, aligonga hodi, ngongongo, na kukutana na jumba hili hapa, Mr. Morrison. Kennedy alimwambia kwamba amekuja kumuona Victoria kwa ajili ya grafiki zake anazozihitaji. Morris alimjibu kuwa Victoria bado amelala na alikataa kumruhusu Kennedy asisubiri pale nyumbani. Alimwambia aondoke faster, akisisitiza kuwa Victoria ni mwanamke wake anayempenda. Kennedy aliondoka pale bana kwa huzuni. Alirudi nyumbani kama amepigwa mtu, yani amechoka, amenyongonyea. Okay sawa, to move on basi. Zikapita kama siku mbili, Kennedy alikwenda kwa Victoria. Alipofika, Victoria alimwambia leo hana muda kwani ana kikao ofisini. Kennedy alijaribu kumuomba ili aweze kwenda naye apate experience, lakini Victoria alikataa pia. Akasema sidhani kama litakuwa ni wazo zuri pia. Alipotaka kuwa dereva wake, Victoria alikataa, akamwambia kwamba gari lake liko garage na Morris atampeleka ofisini. Kennedy alikubali bana, akatoka nje. Akili mtu wangu, mwanaume hajawahi kushindwa na kitu. Alipopiga hesabu za haraka akaenda kutoa upepo kwenye gari la Morris ili tu asimpeleke ofisini. Baada ya tukio hilo, alirudi nyumbani faster, na wakati huo kaka yake Collins alikuwa anatoka kwenda kazini. Kennedy alimuomba funguo za gari, na Collins akiwa na shaka aliuliza, "Ni kwa ajili ya nini?" Kennedy alijibu kwamba atamwambia baadaye, na Collins alimpatia funguo hizo. Kennedy akaenda kuchukua gari ili kuufuzia huo mchongo. Sasa muda kidogo, mke wa Collins alitoka ili waelekee kazini. Sasa Collins alimwambia amempa gari Kennedy, lakini mke wake alishangaa, "Kwa nini sasa?" Collins alijibu kwamba Kennedy hakuwa na sababu maalum, ila alihitaji gari. Kumbe Kennedy alikuwa anahitaji gari ili amchukue Victoria na kumpeleka ofisini. Akili mtu wangu. Alipomuuliza Victoria nini kinaendelea, Victoria alijibu kwamba gari la Morris limeisha upepo, hivyo alikuwa amemuita Bolt. "Bolt ya nini wewe?" Kennedy alimuomba Victoria ampandishe kwenye gari ili ampeleke ofisini faster. Asubuhi ya leo ilikuwa ngumu sana. Victoria alikuwa akifanya mazoezi huku Kennedy akiwa nyuma yake. Ghafla Morris alitokea na kuwapa salamu. Alipomwona Kennedy, Morris alimchukua Victoria na kuondoka naye, akimwambia asijenge mazoea na Kennedy kwa sababu wanapowaona anajisikia vibaya wanapokuwa pamoja. Hata hivyo Victoria alikataa, akasema siwezi kwa sababu Kennedy ananisaidia graphics na pia ni classmate wangu wa shule. Morris akamwambia sawa, lakini hisia zake zinaweza kuathiri mahusiano yetu. Okay sawa, tuje upande wa pili. Muda wa jioni, Betty na Victoria walikuwa wanapiga stories za hapa na pale. Betty alimuuliza Victoria kama anampenda Kennedy. Victoria akasema ndio nampenda. Betty akamwambia kwamba unabidi uchangamke. Morris alikuwa anapata pesa kupitia kwenye kampuni ya baba yake, lakini huyu Kennedy sijui anakupa nini. Tunabidi tubadilishe maisha yetu. Victoria akasema kweli kabisa, nitamuuliza Kennedy ana kazi gani nyingine inayomuingizia pesa tofauti na graphics and design. Hawa ndo wanaitwa wadada wa mjini, wazee wa kuchuna tu. Kennedy na Victoria walikutana bana, na Victoria alimuuliza Kennedy kama ana shughuli nyingine zinazomuingizia pesa zaidi ya fashion and graphic design. Kennedy akasema hakuna, lakini nakumbuka ulisema kuwa utakuja kumzidi hela baba yako. Victoria akashangaa, niliwahi kusema hivyo? Mbona mimi sikumbuki? Kennedy akamwambia unakumbuka tulikuwa tunaenda kwenye duka la Mwalimu Joseph kupata ice cream. Victoria naye akasema ice cream? Akamwambia Kennedy siwezi kusahau kwa kweli. Kennedy alirudi nyumbani akiwa mnyonge sana na kuanza kupata mashaka. Yule mwanamke aliyekuwa anamtafuta, mbona kama sio Victoria? Okay poa, muda wa mchana Kennedy na Victoria walitoka pamoja kwa ajili ya kupata chakula cha mchana. Wazungu wanaita lunch wenyewe. Victoria alimuuliza Kennedy kama anaweza kufanya kazi kwenye kampuni ya baba yake. Kennedy alisita kidogo. Mimi ndo niwe mkuu wa graphic design kwenye kampuni yenu? Na Victoria akamwambia ndio unaweza, lakini ufanye kazi hizi pindi ambapo utapata muda.
aliongezea kwamba kwa sasa anataka Kennedy akae kwenye nafasi nzuri na ya juu kwenye kampuni ili kubadilisha maisha yake. Kennedy alikubali, yeye ni nani apinge. Okay sawa, kesho yake Kennedy na Victoria walifanya mazoezi na baadaye wakapumzika kama kawaida yao. Victoria alimuuliza Kennedy kama yupo tayari kufanya kazi kwenye kampuni yao. Kennedy alijibu kwamba yupo tayari, lakini alitaka kujua jinsi baba yake alivyotoka kwenye uinjinia na kuwa mfanyabiashara. Victoria alikataa akisema kwamba baba yake hajasoma uinjinia. Kennedy alikumbuka kuwa Victoria alimwambia baba yake kasoma hadi kupata degree ya uinjinia, lakini Victoria alisisitiza kwamba labda alikuwa amesikia kutoka kwa mtu mwingine, lakini sio yeye. Hivi tuko sawa? Muda mfupi baadaye Kennedy alirudi nyumbani kutoka mazoezini. Dumpe akamuita Kennedy akamwambia, leo nilikuwa nafanya usafi chumbani kwako, lakini sijaona michoro mipya, kwani huwa nikiiona inanipa sana moyo kwenye maisha yangu. Kennedy akamwambia, asante sana. Yule Kennedy anaga time na Dumpe sana. Basi bana, baada ya jioni Kennedy alikuwa anaongea na kaka yake. Akamwambia Victoria anataka nijiunge na kampuni ya baba yake. Lakini alichonishangaza ni kuwa baba yake na Victoria wakati tupo secondary school alikuwa ni engineer. Collins akamwambia Kennedy, umeanza kuchizika nini? Wakati huo Dumpe alikuwa akirudi nyuma baada ya kusikia yale maongezi. Alizidi kupanda juu taratibu. Huku Kennedy akamwambia, hapana kaka, nakumbuka sana Victoria alisema kuwa hataki kuwa engineer bali atampita baba yake fedha. Collins alimwambia, unabidi umtafute Victoria sahihi ukiwa umetulia na upo makini. Sawa? Okay fine. Basi bana, Kennedy akarudi zake room, mara akasikia kuna mtu anagonga. Akamwambia Peter, alikuwa ni Dumpe. Dumpe akamwambia Kennedy, unamtafuta mtu aliyepoteza kidani? Kennedy akasema ndio. Dumpe akasema ni mimi. Kennedy akamuuliza, ulikuwa mwaka gani? Dumpe akasema miaka 13 nyuma nilipoteza tukiwa shule. Kennedy akamwambia, ulikuwa darasa gani? Dumpe akamwambia nilikuwa form 3C. Kennedy alishangaa sana. Akasema, unakumbuka nini kwenye hichi kidani? Dumpe akasema mwalimu Joseph alichukua tukiwa tumeenda kwenye ice cream. Kennedy ndo akili sasa ikaanza kufunguka. Ilikuwa kwenye ice cream. Dumpe akamuuliza, wewe ndo ulikuwa una ugonjwa wa ngozi? Kennedy akasema ndio. Kennedy akamuuliza, wewe ndo baba yako ndo engineer? Dumpe akamwambia ndio, ndo mimi Victoria. Dumpe alishindwa kuvumilia, akaamua kutoka nje, huku Kennedy akiwa bado anashangaa tu ili tukio limekuaje. So hapa ndo tunazidi kupata picha nzuri zaidi na tukuelewa mzigo. Baadaye Kennedy alimfuata Dumpe ili kumpa ukweli wote. Dumpe akamwambia, niliacha kujiita Victoria baada ya baba yangu kufariki. Kennedy alimpa pole kwa kufiwa na baba yake. Kennedy akavua kile kidani na kumuonyesha Victoria, ndo Victoria kukumbuka hii picha ni yake kabisa. Okay sawa, basi tuachane nao hao. Kesho yake Kennedy alienda kwa Victoria. Victoria alimwambia, umeshapata nafasi kwenye kampuni yetu na utakuwa upo kwenye nafasi kubwa sana. Kennedy akamwambia, mimi napenda ninachokifanya, kwa hiyo asante sana na sitaki kuajiriwa. So just thank you so much. Victoria akamuuliza, je, unatamani kuwa na mimi? Kennedy akamwambia, mimi sijui kama nataka kuwa na wewe. Victoria akamwambia, unamaanisha nini? Kuna kitu hakipo sawa, umebadilika sana siku hizi. Unataka nisibadiliki hawa? Kumbe Kennedy akiamua kuwasha moto anawasha Basi bana. Kennedy alikuja kuongea na Collins na kumwambia kuwa Dumpe ndo Victoria ambaye nilikuwa namtafuta kitambo sana. Collins alishangaa sana. Kennedy akamwambia, unakumbuka ule ugonjwa wangu wa ngozi? Uweze amini, Dumpe ndo alikuwa mwanamke ambaye anakaa na mimi na muda wote nipo naye. Yaani alikuwa ananikea kinoma. Okay fine. Muda wa jioni Dumpe alikuwa jikoni anaandaa chakula. Kennedy alikuja na kumuuliza, unaendeleaje? Dumpe alijibu, bado namkumbuka sana baba yangu. Kennedy alimsii pole sana na kumwambia, nimekitunza sana hiki kidani, ulikuwa mkarimu sana kwangu. Alimuuliza kuhusu mipango yake ya kumzidi baba yake kwa pesa, na Dumpe alijibu, bado naendelea nayo, akiwa na vitabu 5 vipo Amazon. Kennedy alishangaa sana na kucheka, kumbe bado una ndoto za kumpita baba yako kwa utajiri. Noma. Okay sawa, Kennedy alikuja kuzungumza na Victoria na kumwambia kwamba amefikiria hawezi kuwa chini ya kampuni yoyote ile, so ataendelea kujisimamia mwenyewe kwenye graphics and design. Kennedy aliuliza, je, unanipenda? Victoria alijibu, ndio nakupenda sana. Kennedy akauliza, unanipenda jinsi nilivyo au unataka niwe tofauti? Victoria alikasirika na kusema, nimechoka na maswali yako. Kennedy alijitetea, mimi napenda ninachokifanya, siwezi kubadilisha mawazo yangu. So if you are gonna go. Basi bana, baada ya Kennedy na Dumpe kujuana, wakaanza kufanya usafi wote. Furaha, kicheko kilitawala pale ndani. Hadi Edina aliwakuta, alishangaa sana. Edina aliingia ndani na kuja kumwambia mume wake kuwa Kennedy na Dumpe naona wanacheka muda wote kama siwaelewi. Collins akamwambia wanafurahi wakiwa wanafanya kazi pamoja. Edina akamwambia,
akamwambia, unafurahi mdogo wako anatoka na dada wa kazi? Kaa jinga. Collins, ndio nafurahi, kwani kuwa dada wa kazi ndio ifanye mtu asipendwe? Hii ni kazi tu, kwa hiyo waache wafanye wanachojisikia. Huyu Collins kweli alikuwa mkaks. Kwenye kikao cha mwisho alikuwepo. Noma. Basi bana, furaha ikawa inaendelea kama kawaida, kazi na stories za hapa na pale, upendo ukazidi kushika kasi ya 5G. Kennedy aliendelea kumsaidia Dumpe kazi za nyumbani na kila siku furaha yao ilizidi kupepea kama bendera ya Tanzania tu. So leo Kennedy alikuwa chumbani akichora. Ghafla Dumpe alikuja kumkumbatia na kumpongeza kwa kuwa na kipaji kizuri. Kennedy alisema, nina kipaji na hilo linanipa shauku ya kuongeza bidii. Dumpe alieleza mipango yake ya kuwa na biashara kubwa na kupata mtoto wa kike. Kennedy akamwambia, na kuombea ufanikiwe. Kennedy alifichua mipango yake ya kuwa mchoraji maarufu na Dumpe alicheka kwa furaha. Leo majanga bana. Edina alikuwa amegombana na Collins, akakusanya nguo zake na kumwambia, nataka nikuache ili upate furaha. Collins alishangaa sana, akimwacha aondoke. Au Collins anahudhuria vikao wanangu. Noma. Kennedy na Dumpe walishangaa kumuona Edina akiwa na begi lake. Kennedy alimuuliza Collins, nini shida? Naye akajibu, mwanamke gani hataki kuniheshimu? Hataki kunisikiliza. Kila siku ni makelele humu ndani. Ni stress tu. Mwache aende na mimi nitakuwa sawa. Nipate furaha siku moja moja. Oya, huyu Collins nimegundua anakaa kwenye vikao mbele kabisa, siti ya mbele. Noma, anawasha moto. Basi tuachane naye. Baada ya kupita kama wiki mbili, Kennedy na Collins walikuwa na furaha sana. Collins alimuuliza Dumpe, unadhani huyu ni Kennedy? Unayemjua au kuna mwingine? Kennedy akacheka. Collins akasema, kama kulikuwa na Victoria wawili, inawezekana kukaa na Kennedy wawili pia. Dumpe akajibu, Kennedy ndo huyu. Collins aliwapa hongera na Kennedy na Dumpe walifurahi sana, huku kicheko kikatawala, familia nzima ikawa ni furaha. Washikaji zangu, hii tambara ni kali, muda wangu wa kusign out huu. Hii movie inafahamika kwa jina ya A Blink Away. Niandikie maoni yako kwenye comment, umeionaje movie? Je, kuna ushauri wowote unataka kunipa? Kuna kitu chochote unataka kuongezeka kwenye movie recap? Niambie kwenye comment, mimi nitapita nazo. So na hapa ndo unakuwa mwisho wa kigongo hichi hapa, lakini kabla hujaondoka mtu wangu wa nguvu, usisahau kusubscribe, kubonyeza notification bell ili uweze kuwa wa kwanza kupata notification wakati video mpya itakapotoka. Ulikuwa na mimi Kipaji cha Kijiji, J-Don OG, huko Instagram nafahamika hivyo. Tukutane kwenye video nyingine. See you when you see me. Goodbye, catch you.